Joseph Mogo na Boniface Mwanzia. Mshtakiwa na kosa la kupatikana na mazao ya shamba ambayo inashukiwa ya wizi kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kuwa tarehe 8 mwezi wa 7 katika Del Monte Palmfield, Kitaisa County, Kiambu County. Kwa pamoja mliweza kupatikana na mananasi 18 ambayo dhamana yake ni shilingi 1,800 na mlimika ni ya wizi kutoka Del Monte Farm Kenya. Ni kweli ama si kweli? Joseph Mogo, ni kweli ama si kweli? Na Boniface? You are the three facts, and that on the 8th of July 2025, at the Monte Farm, field number 58, G4 security guards attached at the Monte are conducting the normal patrol. Maelezo ya kesi inasemekana kuwa tarehe 8 mwezi wa 7 katika farmfield ya Del Monte. Afisa wa ulinzi kutoka G4S walikuwa wanafanya kazi ya doria. They spotted 2 suspects who were stashing pineapple into a white sack. Waliweza kupatana na washukiwa wawili ambao walikuwa na mananasi kwa gunia. So they laid an ambush here. They were able to arrest the 2 suspects who were the accused before the court. Waliweza kuwashika na washtakiwa wawili wako mbele ya mahakama. Looking into the sack here, they found that there were 18 pineapples, which was suspected to be stolen from the field. They were arrested here and the pineapples were found. Which pineapples we wish to produce as mananasi ambayo niliweza kushuka naye kwa mbele ya mahakama. Ngoja mashtaka anataka kutoa kama thibitisho katika hili kesi. Thibitisho nambari ya pili ni gunia ambayo mko naweka hiyo mananasi. Where is the sack? For further processing before we charge. Mtu mlishikwa na mkashtakiwa na kosa ambalo liko mbele ya mahakama. Na haya ndio maelezo ya kesi. Mshtakiwa wa kwanza, maelezo ya kesi ni kweli ama si kweli? Mshtakiwa wa pili? Kuna malilio ningetaka kutoa mbele ya koti kabla hamjaamua. Mshtakiwa wa kwanza, kuna malilio? Elezea. Mshtakiwa wa pili?
Alafu washtakiwa, ni vizuri kujua hata kama unatafutia riziki watoto wako, yule mwingine mwenye analima na yeye anataka kupata riziki aweze kuuza mazao yake. So fine of 500 or serve 8 months in prison. Kila mmoja wenu atafanya shilingi 5,500 ama miezi 8 gerezani na 18 za kupata kama hamjafika. Patrick Ndongo Kipe. Return his wages to the company. Your name matter. I am Mishuki. You can place me on record for the intended accused. Before the charge sheet is read out, we wish to make an application under the provisions of Section 8 of the Magistrates Court Act, as read with Article 25 of the Constitution. The intended accused person is subject to the jurisdiction of the High Court. On the basis of an application for habeas corpus. Being High Court Criminal Miscellaneous Application number E050 of 2025. Through which the High Court called for his body to be produced on the 10th of July 2025. Having found compelling reasons that the intended accused had been held incognito and arbitrarily in violation of his rights under the Constitution. We are therefore surprised, being aware that my client has been summoned before the High Court tomorrow. The state has produced him for plea before you, seeking to have you acquiesce and further the violation of my client's rights. I have produced before you a copy of the order of the High Court duly served and received by the relevant authorities who I presented him before you for plea. We are due to exercise your inherent jurisdiction to control the processes and deem this plea an abuse of the processes of the court with the singular and sole goal of curtailing the exercise of the High Court with regard to the present habeas corpus application before.
we know that a prayer fee of that particular order of the court, the High Court asked the relevant authorities to produce the warrant or order of detention. It's okay, Council, I can read. Okay. So maybe the prosecution can bring. Yes, Your name is Jerome for the state. Miss. We have just this morning State, been yes. served, Mr. Jerome. Okay. We have just this morning been served with the order for habeas corpus while we were seated here in court. And a quick perusal of the order reveals that there is no stay. Forbidding or otherwise stopping the accused person from taking. Your Honor, it is rather insincere for defense to allude that the motive of the state arraigning the suspect in court this morning is to defeat the purpose of the habeas, which order we have just been served with this morning. Your Honor, in addition, Council has also not demonstrated the manner in which the rights of the suspect has been infringed on, if any at all. Your Honor, if at all the rights of the suspect have been infringed in any manner whatsoever, recourse lies in the High Court. And nothing stops the defense from moving the High Court back properly. Our prayer, therefore, Your Honor, is that the suspect should go ahead and take plea, as there is no material that has been presented before this court that acts as a stay. Thank you. I cannot quickly join. With regard to service of the order, you know what we have placed before you. This was an order issued on the 8th of July, and it's duly received and stamped on the 8th of July. If their clients did not deem it fit to disclose this information to the Office of the Director of Public Prosecution, this cannot be placed on the feet of my client or myself. The order was served in a timely manner. Lack of knowledge of the same by the Office of the DPP falls squarely upon their client. In the Directorate of Criminal Investigations, the IG of the police, and Sub-County Criminal Investigating Officer Juta. They cannot therefore rely on that ground to defeat the application for plea to be deferred.
You know, I've been, Brief At rejoinder least- council. yes, it's a brief Brief rejoinder. rejoinder, is that Yes, a yes, brief but there rejoinder? was some admonition that I was being insincere, which I need to clarify, Your Honor. Your Honor, it does not take a professor of law to see what is before you. Your Honor, an order was served upon them to produce the accused person before the High Court tomorrow on the 10th, alongside an order of detention. Following said service, they have produced the accused person before you, with the clear and only goal of acquiring a warrant of detention, with which they shall produce it before the High Court. This is not far-fetched. It can clearly be seen from the actions. It's a necessary implication. With regards to the issue of that recourse being sought before the High Court, their intended accused has already done, and an order has been issued, and it is before you. The Superior Court has acquired jurisdiction with regards to the accused person, and given the hierarchy and supremacy of the court, it given the hierarchy of the court, Your Honor, it behoves you to don your tools, let the High Court proceed and conclude the issue of the violation of his rights, given that your jurisdiction under Section 8 is very limited. Yes, counsel, and you should not try to instruct the court on how to proceed. Your Honor, I am not instructing you. I'm making a Yes, and the submission law on is behalf of my very client. clear, so if you have submissions to make, just stick to the law without looking like you're supervising the court. Your Honor, hierarchy of the court is a matter of It law. is okay, the law is clear and the court will visit that in its directions. Are we together? Yes. See, the Your law Honor, is should also clear. not seem to be holding brief for the only. Okay, counsel, your comments are noted for the record. Also right. Yes, I'm having problems with my laptop. So it's not responding. Yes. Charging. Please place the file aside. So place the file aside as we fix the laptop. Next. Shadrack Kivuva Mutunga. Shadrack Kivuva Mutunga ana miaka ngapi? 17. How long does it take to conduct age assessment? Yes. Because even if he says if he's a minor, the same should be done in all the cases. Okay. Yes. So that you can take the right way. So I direct the accused be taken for age assessment. Mention.
Friday. Please. Before and Friday is which date? 11 days. Utapeleka ukapima miaka, alafu baada ya kupima miaka utaletwa kotini on Friday na mashtaka baada ya siku ya miaka kutoka kotini. Alan Kiama wa Moyo. Gabriel Ochieng. Alan Kiama. Gabriel Ochieng. Alan Kiama na Gabriel Ochieng wameshtakiwa na kosa la kuvunja store kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kwa tarehe 24 mwezi wa 5 na tarehe 1 mwezi wa 7 katika Malaba area ya sub-county Kiambu County. Nyote kwa pamoja na wengine ambao hawako mbele ya mahakama waliweza kuvunja na kuingia store ambayo ni ya Monica Karanja nikiwa na nia ya kufanya uharibifu. Mshtakiwa wa kwanza ni Kila Masikweli. Mshtakiwa wa pili Gabriel. Mshtakiwa na kosa la pili, kosa la wizi kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kwa tarehe 24 mwezi wa 5 na tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu katika Malaba area ya sub-county Kiambu County. Kwa pamoja na wengine ambao hawako mbele ya mahakama waweza kuiba bags za simiti 180 bags za simiti. Pesa yake ni 137,700 na pia mkaweza kuiba bidhaa za kupima mbao feet ambayo ni dhamana ya shilingi 75,000. Zote kwa pamoja ni 212,000 mali ya Monica Karanja. Mshtakiwa wa kwanza ni Kila Masikweli. Mshtakiwa wa pili bond of 200,000, its surety and security of a similar amount or cash bail of 150,000 mentioned. the 15th of August, the 22nd of October, court number 2, 22nd of October. Kila mmoja wenu amekabidhiwa bond ya 200,000 ama pesa taslimu 150,000. Weza kulipa mtakisi kisini kwa nje kama mtaweza kulipa. Tarehe 15 mwezi wa 8 mnaitika gerezani. Kesi itasikizwa tarehe 22 mwezi wa 10 court number 2. Christopher Nyongesa Otieno. Christopher Nyongesa. Christopher Nyongesa Otieno mshtakiwa na kosa la uvunjaji wa nyumba kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kwa tarehe 3 mwezi wa 7
katika Makongeni Landless Area Thika Sub County, Kiambu County, uliweza kuvunja na kuingia nyumba ya Kenneth Mugo Waithaka ukiwa na nia ya kufanya uhalifu. Ni kweli ama si kweli? Tunaona. Kiongozi wa mashtaka naomba atoe tarehe ndio aweze kusoma maelezo ya kesi. The 6th of August. Before court. Wale tuko chini tarehe 6 mwezi wa 8 tusomea maelezo ya kesi. Mildred, her sister. Mildred, her sister, Lumumba, Mildred. Mildred, simama tafadhali. Mildred, her sister Lumumba, imeshtakiwa na kosa la kutekeleza mtoto kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inafanyika kwa tarehe 6 mwezi wa 7 Kiganjo Area Thika Sub County, Kiambu County. Ukiwa mzazi wa mtoto ambaye ni wa umri wa miaka 14, kwa kupenda ulimtekeleza huyo mtoto kwa kumwacha awe ni mtoto ambaye anahitaji protection na care, ulimwachilia. Ni kweli ama si kweli? Tunaona. Mshtakiwa na kosa la pili kutekeleza mtoto. Telekeza. Kumtelekeza mtoto kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kuwa tarehe 6 mwezi wa 7 Kiganjo Area Thika Sub County, Kiambu County, ikiwa mama wa mtoto ambaye umri wake ni 14, kwa kupenda ulimwachilia huyo mtoto. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Tunaona. Jesus, 12th of August before court number 6. The children officer filed a children officer's report. Taleta kotini. Tarehe 12 mwezi wa 8 children officer atafungua file ambayo itaangalia watoto. Mariam Achia Modaho. Mariam Achia. Mariam Achia Modaho mshtakiwa na kosa la kuchapa na kumjeruhi mtu kinyume na sheria. Maelezo ya kesi inasemekana kuwa tarehe 6 mwezi wa 7 katika Nyasaba Center, Thika Sub County, Kiambu County. Wewe na kwa pamoja wengine wako mbele ya mahakama uliweza kumchapa na kumjeruhi Simon Geshere Matipa. Ni kweli ama si kweli? Kuna miaka ngapi? You're like another